Hai bana, mambo vipi? Mtazamaji wa Ngale Sports, karibu sana. Tuzungumzie usajili na timu ambayo inabamba zaidi kwa sasa kwenye usajili ni Simba, ikiwa zimesalia siku chache sana kwa dirisha hili dogo kufungwa. Kukumbusha tu kwamba dirisha dogo linafungwa mnamo tarehe 30 Januari mwaka 2026 na Simba ni miongoni mwa timu ambayo inajitahidi sana kukimbizana na dirisha, kukimbizana na kasi ya kuendelea kusajili wachezaji mbalimbali na wale ambao wanawaacha. Kwanza kabisa tumeshuhudia Simba washasajili baadhi ya wachezaji, lakini jina jipya ambalo limeingia kwenye rada za Simba, limeingia kwenye orodha wachezaji ambao wanahitajika na Simba ni Anicet Oura. Ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la winga, raia wa Ivory Coast. Sasa lengo sio kuambia kwamba Simba inamhitaji Anicet Oura. Hapa lengo ni tumzungumzie huyu Anicet Oura ni nani? Anicet Oura ataisaidia nini Simba? Anicet Oura anaweza kuofa vitu gani ndani ya klabu ya Simba chini ya kocha Steve Barker? Tuangalie huyu Anicet Oura ni nani. Kwanza kabisa usisahau kusubscribe, yani kubonyeza hiyo alama ya kengele, mwambie na mwenzio uchambuzi unaendelea, kwa sababu ukifanya hivyo unakuwa wa kwanza kujua kwamba tumeweka uchambuzi wa tukio jipya kuhusiana na michezo. Anicet Oura ni winga wa kushoto, lakini pia anaweza kucheza kama winga wa kulia kwa sababu ya matumizi ya mguu wa kulia, kwa sababu pia tunafahamu kwamba siku za hivi karibuni makocha wengi huwa wanapenda wale wachezaji ambao wanacheza kwa mtindo wa tofauti, kwa maana ya unacheza winga wa kulia lakini unatumia mguu wa kushoto, unacheza winga wa kushoto unatumia mguu wa kulia. Ndicho ambacho kinaendelea pia kwa Anicet Oura, kwamba main position yake ama nafasi yake ya mama ambayo anacheza ni winga wa kushoto, lakini pia anaweza kucheza kama winga wa kulia akiwa na usaidizi mzuri kabisa wa matumizi ya miguu yake, kwa maana mguu wake wa kulia, mguu mama, lakini pia na mguu wa kushoto ambaye pia umeonekana kutoa assist au kuproduce assist mara kadhaa katika mechi ambazo amekuwa akicheza. Huyo ni Anicet Oura, ni mchezaji wa zamani wa African Sports ya kule Ivory Coast, na timu ambayo imemtengeneza, lakini pia baadaye akaenda kucheza ASEC Mimosa. Ni winga ambaye ana uzoefu na kuifahamu vizuri kabisa ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Tunaizungumzia miaka 26 alionayo. Tunamzungumzia mchezaji ambaye amecheza katika timu ya ASEC Mimosa akiwa anategemewa kwelikweli, akiwa na baadhi ya nyota ambao sisi wa Tanzania tumewahi kuwaona, lakini pia tumewahi kuwashuhudia kwa nyakati tofauti tofauti wakija kucheza dhidi ya timu za hapa nyumbani, lakini pia hata kuja kucheza kwenye timu za hapa nyumbani. Hapa nazungumzia kikosi cha Ivory Coast, cha ASEC Mimosa ambacho kilikuwa kinaongozwa eneo la ushambuliaji na Konate, yule bwana mdogo, lakini pia kikosi ambacho kilikuwa kinaongozwa na Obin Kramo katika mbavu moja, na mbavu nyingine yeye alikuwepo hapo kwa maana ya Anicet Oura, lakini pia kuna baadhi ya nyota ambao wamecheza nao kwa nyakati tofauti tofauti wakiwa wanaingia ama kupishana, kina Stefan Aziz Ki na baadhi ya viungo wengine ambao wamewahi kucheza pamoja, kama ambavyo nimekwambia kwamba anahusishwa kwenda kujiunga na timu ya Simba. Wakati akiwa ASEC Mimosa alizima sana, alijitahidi kuonyesha kwamba yeye ni miongoni mwa nyota ambao wako na wakati mzuri, na baadaye akaenda kujiunga na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Aliondoka yeye na yule mlinzi wa kati ambaye tayari ameshatambulishwa na Simba, Ismail Olivier Toure. Alienda kujiunga na ASEC Mimosa, alienda kujiunga na Stellenbosch. Wakati Ismail Toure move yake ya kwanza ilikuwa alienda kujiunga na Malumbo Gallants ya Afrika Kusini, lakini baada ya pale ndio akajiunga na Stellenbosch. Lakini hawa wawili walicheza pamoja kwenye timu ya Stellenbosch wakiwa wanafahamiana vizuri, wakitokea kwenye timu ambayo kila mmoja anamfahamu
mwenzake. Huyo ni Anicet Oura ambao tunamzungumzia hapa. Wakati akiwa na Stellenbosch alifanikiwa kufunga magoli yasiyopungua 8 hivi. Akawa na wakati mzuri na akaendelea kuitumikia timu ya Stellenbosch, lakini baadaye Stellenbosch wakamuondoa ama akaondoka kwenda kule nchini Qatar. Akacheza kule ligi, lakini mambo hayakuwa mazuri sana. Akarejea tena katika timu ile ya Moitha FC ya Qatar, akajiunga tena na Stellenbosch. Mambo hayakuwa bora, hakukaa sawa sawa, akaenda Finland. Na huko Finland sasa alikokwenda ndiko ambako alivunja kandarasi yake na akarejea ama akawa mchezaji huru, ambapo sasa inaelezwa kocha Steve Barker ndiye ambaye amwambia kwamba njoo ujiunge na Simba kwa sababu niko hapa, tushafanya kazi pamoja, ninaweza kukutumia. Isivyo bahati, huyu bwana Anicet Oura hakuwepo kwenye kikosi cha Stellenbosch kilichocheza finali, zilicheza nusu finali ya kombe la shirikisho msimu uliopita dhidi ya Simba. Hapo tunazungumzia msimu uliopita ambao Anicet Oura hakuwepo kwenye kikosi cha Stellenbosch ambacho kilicheza na Simba. Kwa maana ya huyu Ismail Toure Olivier alikuwepo, lakini Anicet Oura hakuwepo. Lakini nyota ambaye wameshawahi kufanya kazi na kocha Steve Barker, kwa sababu Steve Barker amekaa kwenye kikosi cha Stellenbosch kwa misimu miaka isiyopungua 3. Kwa hiyo wamewahi kufanya kazi pamoja. Sasa tumwangalie huyu Anicet Oura akiingia na Simba na kwenda kutazama ama na kwenda kuofa kitu gani. Kwanza kabisa anaweza kumpa chaguo lingine kocha Steve Barker kwamba ni winga ambaye anaweza kumtumia kushoto au kulia, kwa sababu tushamuona Lim Panzu akicheza kihudumia kutokea upande wa kushoto, anaweza kuofa kitu kikubwa sana. Lakini pia upande wa kulia ambao pia unaelezwa kwamba kuna baadhi ya nyota hawatokuwepo kwenye kikosi. Hapa namzungumzia Ahoua ambaye amekuwa akicheza kama namba 10, mara nyingine akicheza kutokea pembeni ama akicheza nyuma mshambuliaji. Lakini pia Joshua Mutale ambaye amekuwa akicheza kama winga ama wakati mwingine namba 10 kutokea katikati. Hao nyota wawili hawajawa sehemu ya msafara wa Simba kuelekea kule Tunisia kucheza na Taraji, kwa maana Esperance de Tunis kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo nafasi pengine ikawa ni kubwa sana kwa yeye kutambulishwa na kucheza katika hilo eneo kama winga wa kulia, japo kuna Kibu Denis ambaye anaweza kumchallenge kwa karibu zaidi. Kibu Denis ambaye msimu kidogo mambo hayajamwakia sana na amekuwa changamoto nyingi sana za nje uwanja, lakini ni miongoni mwa nyota ambao anaweza kwenda kukutana na challenge kubwa sana kutoka kwa Anicet Oura ambaye Simba inatajwa kwenda kumsajili kutokana na uzoefu ama kufanya kazi pamoja na kocha huyu Steve Barker. Kingine ambacho anaweza kwenda kuofa ni mchezaji ambaye anaweza kufunga na kutengeneza pia nafasi. Kwa hiyo wakati Simba wameongeza Chama kama creative midfield ama nyota ambaye anaweza kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia Anicet Oura anaweza kwenda kuongeza kitu kingine ama kitu kikubwa katika eneo la ushambuliaji la Simba kama kiungo mshambuliaji katika hilo eneo. Aina magoli ambayo anafunga, aina movement ambazo amekuwa anafanya, bila shaka huenda Simba akaenda kupata kitu kikubwa ama kitu cha tofauti pia katika hilo eneo la kiungo mshambuliaji, ambapo kitaongozwa na Clatous Chama ambaye ni mzuri akitokea zaidi pembeni akiingia ndani, ama wakati mwingine akilazimika kucheza katikati kulingana na hali ya mazingira ama mpinzani pia anavyokuja. Hii pia inaweza kutoa picha kwamba zikaua zile tetesi labda za Louis Jose Miquissone, ama tukashuhudia ule kitambulisho na kocha akawa na machaguo zaidi ya nyota wengine zaidi katika hilo eneo la kiuchezaji. Lakini pia special kuumia kwa Mohamed Bajaba, kiungo huyu star boy mshambuliaji akitokea kule nchini Kenya. Bajaba alipata shida kabla ya msimu kuanza, lakini pia hapo katikati akarejea akacheza mechi zisizopungua 2 tu kwenye ligi kuu, akaumia tena katika ule uwanja wa Jenerali Samuel. Alicheza mechi ya kwanza akafunga goli dhidi ya JKT, akaumia tena mechi ambayo alicheza dhidi ya Mtibwa Simba na wakatoka sare ya 1-1. Kwa hiyo huenda majeraha hayo ya Bajaba, lakini pia kutokujumuishwa kwa safari kwa Jean Ahoua pamoja na Joshua Mutale kukatoa fursa ama kukatoa ukweli ama ukaelezea ukweli kwamba huenda Anicet Oura akatangazwa kama nyota mpya wa Simba ambaye atajiunga akitokea kule
Finland, lakini hapa katikati alishavuja mkataba kuwa na timu na akimpita katika timu mbalimbali ikiwemo ASEC Mimosas Ivory Coast, amepita pia timu ya Stellenbosch ambayo ambayo kufundishwa na kocha Steve Barker, lakini pia kaenda kule Qatar kwenda kupambania maisha yake, lakini pia mambo haya kumwendea vizuri. Hii ni Ngale Sports, nikukumbusha tu kwamba usisahau kusubscribe. Karibu.